Ndugu wapendwa katika Kristo, leo tunazungumza kuhusu jambo ambalo ni msingi wa maisha ya kila Mkristo: maombi. Biblia inatuambia katika Wathesalonike ya kwanza sura ya 5 mstari wa 17, ombeni bila kukoma. Maana yake ni kwamba maombi si tukio, bali ni maisha. Ni pumzi ya mtu wa rohoni. Maombi ni mazungumzo kati ya sisi na Mungu. Sio lazima yawe marefu, sio lazima yawe kwa lugha nzuri, bali yawe ya kweli kutoka ndani ya moyo. Kwa nini tuombe? Moja, kwa sababu Mungu anatualika tumtafute. Katika Yeremia 33:3 Mungu asema, "Niite nami nitakujibu." Hii inaonyesha wazi kuwa Mungu hafungi milango yake, anatusubiri. Mbili, maombi hubadilisha mambo. Biblia inasema, maombi ya mwenye haki yana nguvu nyingi. Yakobo 5 mstari wa 16. Eliya aliomba mvua isinyeshe, haikunyesha. Akaomba tena, ikanyesha. Maombi yana uwezo wa kubadilisha mazingira, familia, afya, hata hatima ya mtu. Tatu, Yesu mwenyewe aliomba. Marko sura ya 1 mstari wa 35 inaonyesha Yesu akijitenga mapema asubuhi kwenda kuomba. Ikiwa Yesu, mwana wa Mungu, alihitaji kuomba, sisije? Jinsi ya kuomba. Yesu alitufundisha sala ya Bwana. Mtambue Mungu kwanza. Baba yetu uliye mbinguni. Taka mapenzi yake yatimizwe, sio matakwa yetu. Wasilisha mahitaji huku ukiwa mnyenyekevu. Samehe na ombe msamaha. Omba ulinzi dhidi ya majaribu na maovu. Matokeo ya maombi. Wapendwa, maombi huleta matokeo. Hutoa amani ya Mungu isiyoweza kuelezeka. Hutoa nguvu wakati tumedhoofika. Hutoa mkono wa Mungu unapofunguka kufanya yasiyowezekana kwa wanadamu. Paulo na Sila walipofungwa gerezani, walimwomba Mungu na kuimba nyimbo na milango ikafunguliwa. Hiyo ndiyo nguvu ya maombi. Hitimisho. Leo ningependa kukuuliza swali moja tu. Je, unaweza kukua kiroho bila maombi? Jibu ni hapana. Hivyo leo, chukua uamuzi mpya. Anza kuomba asubuhi, mchana na jioni. Mtegemee Mungu kwa kila jambo. Maombi ni ufunguo, ni nguvu, ni uhai. Na kila uombapo kwa imani, Mungu hujibu. Amen. Somo hili limeandaliwa na kuletwa kwako na Mwalimu Godfrey Lukoto Chale.